hazinufaishi vilabu. Wanaonufaika ni bodi ya ligi. Sawa. Unamkuta refa kashababisha timu ikose pointi 3 alama 3, lakini still yeye anafungiwa, lakini mwisho wa siku timu haifaidiki na chochote, matokeo yanabakia vile vile. Si umeelewa? Kwa hiyo hizi kanuni ndio zinazopelekea, sheria ndio zinazopelekea marefari wanazidi kufanya nini Lando. Sababu unakuta refa anafungua miezi 3 au miezi 6. Au anazuiliwa mechi 5, lakini kashachukua milioni 5 mpaka 10. Sasa unapofikiria hapo wanafaidika marefa, wanafaidika bodi ya ligi kuchukua faida. Lakini vilabu vinakuwa vinapoteza nini? Vinapoteza uelekeo. Kwa hiyo vilabu havifaidiki. Pengine unawashauri nini sasa viongozi? Tunachoshauri wabadilishe kanuni. Ikiwezekana marefa wafutwe kabisa. Umeelewa? Yaani refa akileta ujinga afadhali aondolewe kabisa katika tasnia ya mpira. Aende akachezeshe ngumi, akatafute mchezo mwingine wote wa kuchezesha. Akatafuta shughuli nyingine ya kufanya kuliko kuzigharimu timu. Ili kwa mfano ile mechi ya juzi na Pamba tungekuwa tumefungwa. Hasara kwa Simba. Ina maana tungekuwa mfano wa sasa hivi. Yanga sasa hivi anaongoza. Ndio. Anaongoza kwa alama 2. Yule refa aliyofungiwa baada ya kukataa goli la Suleiman Mwalimu. Simba sasa angekuwa senda angekuwa anaongoza ligi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Simba tumeathirika. Yeye amefanya amefungiwa miezi anamaliza sasa hivi. Anafunguliwa ataendelea na kazi zake. Lakini timu tayari tushapoteza ile ubingwa. Tunaelekea ukingoni sasa mwa ligi kuu ya Tanzania bara NBC, na sasa hivi kwa upande wa pili watani sasa hivi wapo kwenye mbio za uchaguzi, na pengine wengine ni kama wanampigia dafu Engineer Harris. Pengine wewe unaona toka ameshika madaraka, unaona ni namna gani ameimprove ndani ya uongozi wake ndani ya kwanza hawanaga uchaguzi. Pale kuna command tu ambazo zilizowekwa na mdhamini wao kwamba asipokaa huyu mimi ninaachia timu. Hata kipindi kile ndio kauli zinazotumika. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na uchaguzi. Sababu hata kipindi kile uchaguzi kulikuwa hakuna. Alisimama peke yake, aligombania peke yake. Sasa kachaguliwa na nani? Ina maana utake usitake Engineer Harris yeye ndo nani? Ndio rais wa Yanga. Kwa hiyo hata hii hakuna atakayegombania. Hakuna cha uchaguzi isipokuwa yeye mwenyewe anasutwa. Yaani ile aibu kutokana na zile sera alizowapa nini? Mashabiki wake, zile ahadi alizoahidi ndio zinazomsuta. Yaani zinamkereketa. Aliwaahidi uwanja ndani ya miaka 4 utakuwa ushaisha, hakuna. Aliwaahidi viwanja vya mazoezi, hakuna. Yaani vitu vyote hakuna. Aliwaahidi Yanga atachukua ubingwa, klabu bingwa, hakuna. Si umeelewa? Kwa hiyo zile ahadi zinamsuta yeye mwenyewe. Lakini sidhani kama kuna mtu anaweza kufanya nini akaja akagombania na Engineer. Atagombania mwenyewe kwa ahadi zinamsuta. Ataongea nini mbele ya wanayanga? Na ndio maana kuna wanayanga wenye akili timamu wanahoji juu ya nini? Juu ya mambo haya. Pengine kuna mazuri mengine aliyofanya. Mazuri amefanya mengi. Yanga alikuwa hajawahi kufika finali, wamefika kombe la shirikisho. Hawajawahi kuingia robo finali klabu bingwa. Walikuwa hawajaingia makundi muda mrefu, miaka 28. Yeye ndo kawaingiza. Walipoteza ubingwa miaka 4. Kuna mazuri aliyofanya nini? Aliyofanya, lakini kuna zile major goals ambazo wanayanga watakuwa wazipata ambazo aliwaahidi. Ndio maana tunawaambia viongozi wetu, ukiona kitu una uwezo nacho usije ukaahidi. Kwenye kuahidi hapo tuliona mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu aliahidi kwamba baada ya miezi kadhaa wangeweza kutoa kadi za wanachama, lakini hilo halijawahi kutendeka mpaka hivi leo. Na hivi sasa tunavyozungumza nguvu zote zimeelekezwa kwenye kutafuta ubingwa wa ligi kuu NBC. Watu sasa hivi wanafocus kwanza kwenye nini? Kwenye ligi. Uwezo ukafocus na vitu viwili. Sababu ukienda huku tayari unaleta migongano. Pengine alikosea kwa hiyo watu wamesimamisha sawa ili kuweza kufanya, kwa sababu yeye mwenyewe ameingia amekuta kadi zimefanya nini? Zimestopishwa. Kadi zimestopishwa 2017. Mangungu kaingia 2020-21. Kwa hiyo sio yeye alofanya nini? Aliosimamisha. Lakini ameshapigania. Umeelewa bwana, ili swala tayari kuna makampuni yashawekwa na zishafunguliwa. Sawa? Kwa hiyo sasa hivi kama watu wataanza kupata kadi, kampuni zile ndio zinatengeneza nini mchakato. Kwa amesimamia vitu vingi mpaka katiba mpya. Viongozi wengi wa Simba wamepita wameshindwa kutengeneza katiba mpya, lakini Mangungu amefanikiwa. Tushapata katiba yetu mpya sasa hivi ambayo ina wawekezaji watatu. Mwenyekiti wa bodi anatoka upande wetu, inasubiriwa ligi ishe, utekelezaji wa katiba mpya uje. Kwa hiyo Mangungu ni profesa
Mangungu ni shujaa wa mapambano ya Simba. Hii Simba imeimprove kwa aina gani JB64 kuanzia dirisha dogo la usajili? Kuanzia dirisha dogo la usajili Simba imeimprove kwa sababu ni mechi 29 unbeaten, hawajafungwa mpaka sasa hivi. Ndio. Sio, umeelewa? Toka mara ya mwisho kufungwa mpaka sasa hivi mwalimu wetu tangu aje hajafungwa na hata wachezaji wetu tangu waingia hatujawahi kupoteza nini? Point. Yanga alituzidi kwa alama 8, sasa hivi alama zimebakia 2. Pressure imekuwa juu. Waliingia dirisha dogo hatuna point hata moja klabu bingwa, tukapata point 5. Kwa hiyo timu ina improvement kubwa. Mwenelewa ina improvement kubwa. Mpanzu yule na sio Mpanzu yule sasa hivi kwa sababu Mpanzu ameongezewa watu, kazi imekuwa nini, imekuwa kubwa. Kwa hiyo tangu tufanye maboresho Simba improvement yake imekuwa ya hali ya juu. Simba linapokuja swala la biashara ni kama huwa hawasiti kufanya hivyo. Tumeona wamefanya kwa wachezaji muhimu ambao walikuwa wakiwategemea hasa kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hivi sasa wamepata usajili bora imara, na pengine natamani kuona wasiwaache wachezaji ambao wamewasajili na wasifanye biashara ili kuweza kuisaidia Simba kufanya vizuri kimataifa. Ile ilikuwa Simba nyingine, hii Simba nyingine. Simba ile ilikuwa uza tununue, yaani huwezi kufanya usajili bila kuuza. Lakini Simba hii sasa hivi pesa zipo. Jeremy Mwamba yupo. Umeelewa bwana? Umeelewa, viongozi wametulia. Umeelewa, wawekezaji wanakuja watatu. Sasa unauzaje mchezaji? Huwezi ukauza mchezaji. Kwanza hakuna mchezaji anayetamani kuuzwa ndani ya Simba. Hivi kuna mchezaji asiyopenda kupanda hizo? Na tetesi na tetesi zimeanza. Tetesi hizo kawaida. Hizo tetesi ni kawaida, lakini hatuuzi mchezaji. Yaani msimu huu tunapunguza wasiofaa, tunaongeza vyuma. Kuna wapo wasiofaa Simba? Wapo wachezaji ambao hawapati nafasi. Kwa mfano kama yule Nabi Kamara nafasi hapati. Sasa unamwachaje hapo mchezaji wa kigeni anazuia nafasi ya bure. Kwa mchezaji ambaye nafasi hapati anapisha watu wengine wanakuja kufanya. Jonathan Soa tushaachana naye. Na anaenda Singida na Singida. Arudi huko alikotoka kwenye watu wenye tabia mbaya. Huko kwenye timu ya watu wakarimu. Alikuwa anafanya vizuri. Yule alikuwa jasusi. Wewe sasa hivi tangu aondoka Jonathan Soa tumsimamishe. Wewe umesikia kuna habari ya ujasusi? Zimekufa hizo tetesi. Ina maana yule ndo alikuwa jasusi wa nini? Jasusi wa Simba. Umeelewa? Ndio alikuwa anapeleka taarifa za nini? Taarifa za Yanga. Nikushukuru sana. Asante sana.